kwa nini ikifika wakati wa kuchunguza ama kuangalia afya yetu tunazembea? Karibu tena mpenzi msikilizaji, siku ya leo na furaha sana ya kuwa nawe, kuwa umekuwa mtazamaji mwema katika idhaa hii. Hivi leo basi tunataka kuzuka na jambo hili ambalo wengi tumekuwa tukilipuuza ama kulichukulia mzaha. Jambo lenyewe ni kwenda hospitali ama kutembelea vituo vya afya ama zahanati ili kujulia hali ya afya yetu. Na nikiongelea kuhusu hali ya afya, nalinganisha na wewe mpenzi msikilizaji, vile wakati mwingi huwa unachukua simu yako ya mkono ama ya rununu na kuanza kuangalia salio la pesa. Hivyo basi ndivyo pia sisi tunavyofaa kuangalia hali ya afya katika mwili wetu. Vile vile pia tunafaa kuangalia ni kipi kile ambacho kiko zaidi ama kimepungua, ili tukapata kukiongeza, kama vile unavyoweza kuangalia gari lako. Kabla uondoke, unaangalia magurudumu, ama vile vile pia unaweza hata kuangalia salio la mafuta yako. Na kila wakati huwa kunacho kionyesho ambacho kimewekwa hapo mbele yako kabla uanze kuondoka. Utapata pale inakwambia mafuta yako yako katika hali nzuri, yaani unaweza kwenda mwendo zaidi na usipate kupungukiwa, ama mafuta yako yamefika kipimo ambacho unafaa kuongezea. Mpenzi msikilizaji, hakuna kitu ambacho ni cha muhimu katika maisha yako kama afya yako. Iwapo utatatizika hata kwa kuumwa na jino ama hata kidole, hata kucha, hapo ndipo utakapojua kuwa afya yako ni ya muhimu sana, kwa sababu vitu vyako vingi itabidi vikwame. Mambo yako na shughuli zako zote itabidi usisitishe, ili ukaweze kushughulikia ukimbizi upate afya yako. Hivyo basi, mpendwa msikilizaji, wewe utakuwa unajijali na unajali afya yako, na pia unajali jamii yako, sababu utakapohangaika ama kuhangaishwa na magonjwa, mambo hayo huwa yanaathiri jamii nzima, na hivyo basi kupelekea hata wengine kuingia katika hali ambazo si za sawa. Unaweza hata kujipata unaingia katika madeni wakati unapofukuzia kuwa na afya yako ukiwa umeathirika. Hivyo ni kusema, nenda kaangalie figo zako, nenda kaangalie moyo wako, nenda kaangalie pia ni nini ambacho kinaweza kuwa hakiko sawa katika mwili wako, ili ukakishughulikia katika hali inayostahili kabla mambo yale yazidunga ama yaende zaidi. Hivyo basi utakuwa umefanya jambo jema. Chukua hatua hiyo wakati huu, ili ukaweze kutembelea kituo chochote kilicho karibu nawe, ili ukawe mgeni wao wakati ambapo wao wenyewe wanaweza kukuongelesha wewe na ukawajibu, na hivyo basi utajipata umeshughulikiwa ipasavyo. Hatuoni kama ni jambo la busara kuweza kuchunguza hali yetu ya afya kila wakati, kuangalia ni wapi tunapungukiwa, ni wapi tunafaa kupunguza. Hivyo basi inatupelekea hata kuanza, ama wakati tunapovamiwa na magonjwa yale, ama kitu kile ambacho kilikuwa kidogo kinapozidi, kinatupeleka mbio sana, kwa sababu hatukuweza kuangalia ama kuchunguza na kupata kujua hali yetu ya afya kwa wakati unaofaa. Jambo hili limekuwa pia likipelekea wapendwa wetu kupata shida. Kwa wakati mwingine unapata kitu kimekuandama ama gonjwa fulani limekushika na limekuwa katika hali ambayo hata huwezi kuongea. Hivyo basi inapelekea hata wale wapendwa wetu kuanza kuhangaika, na unapopelekwa katika sehemu zile za kupata matibabu, hata madaktari pia huwa wako katika hali ya kuanza kuchunguza waanzie wapi wamalizie wapi. Hivyo mpenzi msikilizaji, kama ungelikuwa umetazama ni kipi katika mwili wako basi kimepungukiwa ama kina tatizo, wakati ambapo wewe mwenyewe unaweza kujieleza, inakuwa vyema sana. Hata wakati ule ambapo shida ile inazidi, inakuwa rahisi, kwa sababu tunajua ile historia yako, ama tunajua hapo nyuma ni kitu gani ambacho kilikuwa kimekupungukia. Hivi nataka kuongea na wewe mpenzi msikilizaji, chukua jukumu lako, pitia vituo hivyo, nenda kaangalie salio lako la damu, nenda kaangalie basi figo zako ziko sawa, nenda kaangalie moyo wako unapiga vipi, kaangalie pia urefu, kaangalie pia ile wanaita BMI.
na vile basi utapata wanakupatia mawaidha ya kipi upunguze na kipi uongeze, ili kapate kukufaa katika mwili. Saa zingine viko vyakula tunakula lakini havina manufaa yote katika mwili wetu, ama vingine tunakula na tunakula zaidi ilhali vinazidi kutuathiri. Mpenzi msikilizaji, vitu hivi vimetengwa, na wakati mwingi utapata unatumia fedha kidogo sana wakati unapoenda kufanya uchunguzi, lakini wakati utakapokuwa umegonjeka, basi hauna bali kutafuta fedha hizo na kuzilipa kwa haraka sana. Iwapo utakopa, popote pale utakapopata, basi wakati huo hakuna chochote ambacho ama yoyote yule ambaye anakuonea huruma. Kwa hivyo mpenzi msikilizaji, twende tukaangalie hali zetu za afya, twende tukaangalie macho yetu yanaweza kuona umbali gani, ama ni kitu gani ambacho kingerekebishwa. Nenda kaangalie pia sehemu zako za meno, uangaliwe kama kuna shida yoyote. Angalia hata masikio, angalia moyo, angalia tumbo, angalia damu. Vitu hivi vyote unapoweza kuchukua muda wako na kutenga fedha kidogo ili uende ukaviangalie, basi vinakupatia hata wewe mwenyewe nguvu na vile ambavyo utakavyoweza kuendesha maisha yako bila wasiwasi. Lakini unapokosa kufanya hivyo, basi wakati mwingine vingine hata vingekuwa vya kuepukika vinakupata. Chukua mfano, wewe ndio tegemeo katika nyumba na unafanya biashara, na ile biashara ni mpaka uwe pale, alafu bahati mbaya ukapata umegonjeka ama unaumwa ama umetatizika kiafya, basi biashara ile huwa inasimamia hapo, na hivyo kupelekea hata familia yako na wapendwa wako pia kusimama ama kusita kwa yale yote ambayo wanafanya ili wakushughulikie wewe katika afya yako. Je, ni vipi ambavyo sisi tunapaswa kufanya ili mambo haya tuweze kuyapunguza ama tuepukane nayo? Sababu miili yetu nayo lazima itajaribiwa kwa wakati mmoja au mwingine, lazima itaandamwa na magonjwa ama utapata changamoto za kiafya. Mpenzi msikilizaji, ziko zile ambazo hatuwezi kuepukana nazo, bali ziko zingine ambazo katika nafasi nzuri tukizichukulia ama mambo kadhaa tukiyafanya, basi tutapata tunaepukana nazo, tutapata tunapunguza yale makali, na hivyo basi kufanya hali ile kuwa ya kudhibitika. Lakini kama tutakuwa kinyume na hayo ama hakuna chochote ambacho tutakuwa tumefanya hapo awali, basi hatuna budi bali kufuata mkondo mzima kutafuta ile afya ama kuikimbilia ama kuikimbiza ili tukaweze kuipata. Sababu hili ndilo jambo ambalo linatatiza hadi nasi wengi, limetatiza mambo mengi, limetatiza hata serikali, limetatiza makampuni, limetatiza dunia nzima, kila nchi dunia nzima kuweka mikakati ya kuweza kudhibiti magonjwa ama kutibu kabisa. Mpenzi msikilizaji, mimi na wewe, ni lipi tunafaa kulifanya? Ni yapi ambayo tunafaa kuzingatia ili tukawe pia katika sehemu zetu ndogo ndogo tunaweza kuyadhibiti ama kuepukana na magonjwa? Ama unapokuwa na mtoto mchanga, unafaa kuwa mwangalifu sana. Wakati wowote ule watoto hao wametengewa zile kliniki, basi unapaswa kuwapeleka ili wakaangaliwe, wakachunguzwe, na iwapo wataonekana kuwa kuna tatizo, basi watoto wale huwa wanawekwa katika hali ya kutibiwa, na hapo basi wanatibiwa na wanapata afueni na wanapata kukua katika njia iliyo nzuri na njia iliyo na afya njema, na hivyo watoto wale utapata wanaamka wakiwa na kila kitu chao kiko sawa. Vile vile pia uko ule umri wa kuanzia miaka 40 kwenda mbele, hapo pia unapaswa kuwa wewe wakati mwingi unatembelea vituo vya afya, wanakuangalia katika zile sehemu ambazo ni za muhimu sana, kama zote ziko sawa na zinafanya kazi yake sawa, kwa sababu kuanzia hapo wewe binadamu unaanza kuonyesha uchovu. Vile miaka inavyozidi kusonga, ndipo pia vile sehemu zingine za mwili zinaanza kuchoka. Unapata hata macho yanaanza kuacha kuona mbali, ama vile vile yakiona pia mwangaza mwingi yanaanza kuwa na kulalamika ama kuonyesha kuwa hayako sawa. Pia vile vile pia unapata hata vyakula vile ambavyo ulikuwa unakula, ulikuwa unaweza kubugia hata sahani 2, lakini kwa wakati huo basi sahani zile hazina umuhimu wowote, kwa sababu shughuli zako pia zimepungua, shughuli zako ni kidogo, hivyo basi haina haja pia kulimbikiza ama kumimina chakula kile chote ndani ya mwili, kitakosa kazi na mambo mengine mengi. Nimeongelea tu chakula, lakini
tunajua vitu ambavyo vinaingia katika mwili wetu ndivyo vinavyotujenga sisi ama kutuonyesha sisi tutakaa vipi. Kwa hivyo tunafaa kuchunguza sana nini kinachoingia ndani ya mwili wetu. Alafu vile vile pia tunafaa kuangalia mwili wetu kila wakati, ili tukapate kuhakikisha kuwa kila sehemu ya mwili iko sawa, iko sambamba na inafanya kazi yake vyema kabisa, bila kuichokesha, bila kuiharibu na chochote kile ambacho tunaingiza ndani yetu. Kwa hivyo kutembelea vituo vya afya ili kuangalia sehemu hizi kama ziko sawa ni muhimu sana katika maisha yetu. Mpenzi msikilizaji, mimi natembelea huko. Je, wewe? Mpenzi msikilizaji, usijifanye sugu. Usijifanye kuwa wewe ndiye samaki mkubwa baharini asiyeweza kugonjeka, ama mwili ambao usiweza kutatizika kwa wakati wowote. Fanya hima upate kuangalia ama kufanya uchunguzi wa mwili wako wakati wewe mwenyewe unaweza kujieleza. Asante sana mpenzi msikilizaji kwa kuwa umeandamana nami hadi kufika tamati. Basi hapo ni kituo ambacho sisi tunahamasishana na kukumbushana, na hivyo nimekukumbusha. Na pia nazidi kukumbusha kuwa unaweza kugonga like ama unaweza kujiandikisha kama hujajiandikisha, ili wakati wowote tunapotoa kanda hizi uwe wa kwanza pia kuzipata. Na iwapo uko na comment, basi unaweza kuiweka hapa chini, alafu baada ya kuisoma tutairudia na kushughulikia. Karibu na kuandamana nasi kwa wakati mwingine pia. Asante sana.